wakati wa kusikiliza neno la Mungu. En vitesse, nous invitons l'évangéliste Japhet. Na mbio tunabidi tumkaribishe papa Japhet evangelist. Pendant qu'il s'avance, nous l'acclamons. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nasema alléluia. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe tena. Siasikia sauti yako. Jina la Bwana libarikiwe. Umesimama na useme, upige makofi ya mzuri kwa ajili ya utukufu wa Yesu. Naomba nashangilia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Nataka kutuimbishia nyimbo inasema Yahweh. Papa anatuimbisha hapa. Yahweh, Yahweh sala, Yahweh sala lolengwe nayo sala. Imba Yahweh, Yahweh, oh imba Yahweh, Yahweh sala, imba Yahweh, Yahweh sala lolengwe nayo. Kweli imba Yahweh, 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 Yahweh sala. Amen, amen. Amen, amen. 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 Even we don't know how to sing, but nashukuru Mungu. We are thanks God kwa kutunemisha tena kufika siku ya leo, to give us this opportunity to reach today, kwa sababu si kwa nguvu zetu, because it's not our force, lakini kwa sababu ya neema yake tu. It's because of His grace that na wengi wametamani onekane kusikia leo. There was more people they want to reach today, lakini wakupata hiyo neema ambayo umepata kwa sikia leo, but they didn't have that grace to get. Wengi wamepoteza maisha. There's a lot of people they are dying. Ukiangalia wengi wako katika hospitali. There's a lot of people they are in the hospital now. Lakini sisi tumempa Mungu nini? But what we give to God, ili tukue siku ya leo kisituko, and then be here today. Kumbe ni jambo la kumrudishia tu Mungu utukufu. It's a good thing to give the God grace. Amen, amen. Amen. Pia ninashukuru kila mmoja ambaye ingia hapa siku ya leo. Also, I thank everybody who came here today. Ninawakaribisha na mkaribie na Mungu apate kuwabariki katika jina la Yesu. You and God bless you. Nasema mkaribie katika jina la Yesu. Welcome you and amen, amen. Na watu ambao wanatufuata live nao pia wakaribie na Mungu apate kuwabariki. Also, there is the people who follow us on live. Amen, amen. They are welcome. Ninakuwa na moyo kubwa shukrani. So we are thanks this to God. Kwa baraza lote la kanisa la Penuel. For all the elders of Penuel Church. Kwa kutupatia opportunity. To give us this opportunity today. Ili tupate kusema kwa niaba ya Mungu. So we have to speak on behalf of God. Mungu apate kuwabariki wazee wetu. God bless you elders. Na kuwasifishia. And then receive more blessing. Kwa kutusaidia sisi vijana tupate kutangaza habari. Also help us our youth to proceed in our ministry. Amen, amen. Amen. Basi tutasimama tupate kusoma neno la Mungu. We have to stand up so we can read the word of God. Na tutachukua vitabu vyetu, Biblia zetu. So we have to take our book out, the Bible, sorry. Na nitahitaji msomaji mzuri. And happy to have a good reader. Kama kitabu ya The Chronique. So we have to read the book of Chronique. Sura 26. 26. Na mstari wa kwanza hadi 5. 1 to 5. Na ataruka akienda hadi 10. And then you have to jump to 9 to 10. Tunasoma kitabu ya Mambo ya Nyakati ama Mambo ya Siku wa Pili 26 yake 1 hadi 5. Tunasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Sema amen. 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 Na watu wote wa Yuda wakatwaa. Amen. Amen. Tunaweza soma.
tunaanzilia tena samani. Nitasema hivi, kama unasoma Kiingereza, Bible is Okay, there is also the Bible. Bible ziko pale ya Kiingereza, utasomea eko saa dilate na isho na rudisha. Anyone who can read now, Bible ziko pale, unaweza toala. you can take the Bible and read, Unasoma. and after that you can return back. Baada ya ibada, If you read English, if you read English, you can take a Bible, and then after that you can return back after you read. Mambo ya siku wa pili, The second Chronicles sura yake 26, 26, mstari wa kwanza 1 hadi 5. and 5. Tunasoma katika jina la Yesu. We are Amen. in the name of Jesus. Na watu wote wa Yuda wakatwaa Uzia, naye alikuwa mwenye miaka 16. Wakafanya awe mfalme pahali pa Amazia baba yake. Huyu akajenga Eloti, akarudisha kwa Yuda. Wakati mfalme alipokwisha kulala na baba zake, Uzia alikuwa na miaka 16 wakati alipoanza kutawala. Akatawala kule Yerusalemu miaka 52, na jina la mama yake lilikuwa Yekolia wa Yerusalemu. Akafanya yaliyo ya haki katika macho ya Bwana, sawa sawa na yote ambayo aliyoyafanya Amazia baba yake. Akajitia moyo kutafuta Mungu katika siku za Zakaria, aliyekuwa na ufahamu katika maono ya Mungu, na angali alipotafuta Bwana Mungu akamstawisha. Amen. Amen. Tunaruka kenda, mstari wake wa kenda inasema hivi: tena Uzia akajenga minara katika Yerusalema kwa lango la pembeni na lango la bonde, na kwa pahali ukuta unapogeuka akayatia nguvu. Amen. Amen, amen. Kamata Samueli wa kwanza, So let's read the book of 1 Samuel 30 mstari wa 6. and 6. Ndio. Mstari sura yake 30 30, na mstari wa 6. 6. Ndio. Samueli wa kwanza 13 na haya yake ya 6. Neno la Mungu linasema hivi: Daudi akataabisha sana kwa sababu watu walisemezana juu ya kumtupia mawe, kwa maana nafsi za watu wote zilihuzunishwa, kila mtu kwa wana wake na binti zake. Lakini Daudi akajitia nguvu kwa Bwana Mungu wake. Amen. Amen, amen. Chapa tu makofi ya mzuri kwa ajili ya neno la Mungu. Amen, amen. Tunaweza kuketi. Amen. You may sit now. So tutazungumza somo ambalo nasema connaître comment s'appuyer sur l'Éternel. So we are going to Sema kujua jinsi ya kumtegemea Mungu wa milele. to know Amen. how to Ndio tutasoma siku ya leo, tutajifunza namna gani tunaweza kumtegemea Mungu wetu. Amen, amen. how we can depend on God. That's what we're going to read today. Why today? Kwa sababu maisha yetu Because our life, inalingana na Mungu peke yake. it depends on God only. Amen, amen. Amen. Maisha yetu, Our life, huduma zetu, our calling, familia zetu our family, zinalingana na Mungu. it depends on God. Zinatokana na Mungu peke yake. It depends on God. Na ikiwa tunaweza kutamani kuresire, If we want to receive, ikiwa tunaweza tamani kufaulu, if we want to have a victory, inatubidi tujue namna gani tunaweza kumtegemea Mungu wetu. we have to know how we can depend on God, our God. Ikiwa unahitaji kupanda ngao za juu, If you want to step
up, ikiwa unahitaji kwenda katika madimension za juu, if you want to go in a big dimension, inakubidi you have to ujue namna gani unaweza kumtegemea Mungu, you have to know how to depend kwa on God. sababu ushindi wetu, Because in our victory, kwa sababu baraka zetu, because in our blessing, destiny yetu destiny, our destiny iko katika mikono ya Mungu. in our hands of God. Amen, amen. Amen. Ndio kwa maana tuko tunazungumza juu ya kujua namna gani tunaweza kumtegemea That's Mungu. why we are talking about how to depend on God. Amen, amen. Amen. Na ikiwa utatamani kwenda ngao za juu, If you want to move up, itakubidi ujue jinsi ya kumtegemea you Mungu. have to know how to depend on God. Kwa sababu ikiwa hautajua namna kumtegemea Mungu, If you don't know how to depend on God, utapotea. you will lost. Hautafikiria. You are not rich. Amen, amen. Amen. Mahali ambapo tunasoma siku ya leo The place we are reading right now today ni habari za kijana mmoja is a news of somebody, ambaye wanaita Uzias and they call Ozias ama Uzia, or Uzziah, ambaye alikuwa ni mtoto wa mfalme. and then he was a son Alikuwa of ni king. mtoto wa mfalme He was a son of king wa Amazia.